BetAfrica. Leo tunazungumza juu ya sifa za kijana au kiumbe ambaye anaweza kupewa mtaji wa kuanza biashara, ambapo hapa tunaenda kuangalia kabla hujaenda kuomba sapoti ya biashara unayotaka kuifanya, unatakiwa uwe mtu wa namna gani? Kama unakumbuka kipindi kilichopita, tulijifunza vyanzo tofauti vya mtaji, ambapo tulikuwa tukiwazungumza vijana walio katika elimu ya juu, na leo tumepokea maoni mengi pia kwa vijana ambao hawako vyuoni. Kwa hiyo tumeona leo tuzungumze na vijana wote kwa ujumla, kwa sababu mada hii ni mtambuka kwa wote. Sasa sisi kama BetAfrica tumejaribu kufuatilia na kugundua kwamba vijana wanashindwa kupewa mitaji, sio kwamba hawana watu wa kuwapa mitaji. Ninatambua kuna wanafunzi na vijana ambao wanatokea kwenye mazingira magumu, lakini pia ninatambua kuna vijana ambao wazazi wao wana uwezo mzuri kifedha, wengine wana ndugu ambao wana kipato, wanaweza kuwasapoti. Lakini namna wale vijana au nyinyi vijana, namna ambavyo mmekaa, nikisema kukaa namaanisha namna mlivyojiweka, namna ambavyo upo hivyo, inapelekea wewe uweze kushindwa kusaidika. Sasa hapa sisi kama BetAfrica hatukufundishi ili uende sasa kuigiza maisha. Lengo letu toka mwanzo, tunataka uchukue uweke kwenye maisha yako, ili utakapoenda sasa kupata huo msaada au hiyo sapoti ya kibiashara, iwe kweli inaweza ikafanya biashara yako ikue. Kwa hivyo usichukue hizi point kwa ajili ya kuigiza kwa wiki moja, wiki mbili hivi na ukaacha, lakini fanya iwe sehemu ya maisha yako. Jambo la kwanza tunasema, kabla hujaenda kuomba msaada kwa mzazi au ndugu, hakikisha wewe ni mwajibikaji. Hapa nitazungumza na ninyi vijana kwa uwazi kabisa. Uwajibikaji mahali ulipo na kile kitu ambacho unakifanya. Wewe unaweza ukawa ni mwanafunzi na umetoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine kufuata elimu, na huko unaishi kwa ndugu zako. Unaweza ukawa ni mwanafunzi na unaishi na wazazi wako. Unaweza ukawa ni mwanafunzi umefadhiliwa mahali. Sasa changamoto inaanza ni namna ambavyo wewe unaishi na watu ambao wamekukaribisha kuishi nao. Onyesha kuwajibika. Je, unaamka saa ngapi? Ni kweli wewe ni mwanafunzi na kilichokuleta ni kusoma, lakini maisha yanaendelea kila siku na tunatamani kukuona ukiwa bora. Unaamka saa moja, unakunywa chai, unaondoka chuoni, unatoka chuoni usiku, unaingia usiku, unafika unakula, unalala. Mwanafunzi wa namna hii au kijana wa namna hii, hata akija na wazo zuri sana la biashara, hakuna mtu anaweza kumfandi hiyo pesa. Unaweza ukawa unaishi na watu ambao wako vizuri sana kiuchumi. Unaweza ukawa una ndugu zako wanafanya kazi, wanafanya biashara, na kiasi cha fedha ambacho wewe unakitamani ni kidogo ili uweze kuanza biashara, lakini wakitazama ratiba yako wanauona muda wako uko fixed. Kwa hivyo hawaoni hiyo biashara utaifanya muda gani ili waweze kusapoti. Sasa ili waweze kuona muda ambao wewe unaweza kutumia kufanya hiyo biashara, ni lazima ujichuni kuanza kuamka mapema, ushiriki shughuli ndogo ndogo za hapo nyumbani. Hapa ni kwa vijana wote, uwe wa kike au wa kiume. Kijana wa kiume huwezi kushindwa kuamka na kumwagia bustani,
Huwezi kushindwa kuamka na kufagia uwanja. Huwezi kushindwa kuamka na kushiriki shughuli ndogo ndogo hapo nyumbani. Kuna mtoto anasoma shule ya msingi, msaidie kufanya homework yake. Kuwa na mchango kwa wale watu ambao unaishi nao. Ratiba yako umeipangilia namna gani? Unavyoamka asubuhi, unakunywa chai, unaondoka, unarudi usiku, unakula. Tayari wewe unaonekana ni mzigo kuliko mtu ambaye ana faida. Kwa hivyo unaonekana wewe ni kwa ajili ya consumption tu, na hakuna mchango wote ambao wewe unachangia kwenye hiyo familia. Kwa hivyo unatakiwa upangilie ratiba yako vizuri, ujue ni muda gani unatakiwa kuamka, ni muda gani unatakiwa ulale. Usichelewe kulala bila sababu, kwa sababu ukichelewa kulala bila sababu itapelekea wewe kushindwa kuamka mapema ipasavyo. Umepangilia vipi majukumu yako ya chuoni? Umepangilia vipi masomo yako ili uweze kubalance? Kuwa na mchango mdogo pale unapoishi, iwe ni kwa wazazi, iwe ni kwa ndugu, iwe ni mahali ambapo unakaa. Kuwa na mchango. Mtu anapokutazama anakuona ni kweli ni mwanafunzi, lakini huwa akiamka asubuhi anaacha amesafisha nyumba. Kumbe akianza biashara tutamwambia asisafishe nyumba, huo muda wa asubuhi tutamwambia hawahi kuondoka ili aweze kufanya biashara pamoja na masomo. Kwa hivyo kuna namna ambayo wewe umejiwekea schedule ya vitu vingi ambavyo haviadi tija, they don't add value, haviadi thamani kwenye maisha yako, na hivyo vinapelekea watu kuona kwamba wewe ni mtu ambaye hauwezi tena kuongezea kitu kingine kwenye maisha yako. Hakikisha kwenye masomo yako unafanya vizuri. Hiyo itakupa ujasiri, lakini pia itampa ujasiri mtu anayetaka kusapoti kwenye biashara, kwa sababu ataangalia kama sasa hivi kitu pekee anachofanya ni masomo tu na matokeo yake ndio yako hivi, hayaridhishi. Je, nitakapompatia mtaji wa kuanza hiyo biashara, si ndio atafeli kabisa? Kwa hivyo unajiondolea wewe mwenyewe nafasi ya kuweza kusaidika na kupewa huo mtaji. Kwa hivyo fanya vizuri kwenye masomo, track your time, hakikisha hauspendi muda kufanya vitu ambavyo havikusaidii kufanya vizuri na masomo, ili uweze kuwa na muda wa kwenda kufanya biashara. Kitu kingine ambacho ni muhimu sana kukizingatia kabla hujaenda kuomba sapoti kwa wazazi ni nidhamu. Tunapozungumza nidhamu, kijana, hatuongelei tu salamu, tunazungumza maisha yako yote kwa ujumla. Huwa ninasema namna unavyozungumza, namna unavyotembea, namna unavyoishi, namna unavyokula, that is personal branding. You are branding yourself. Wewe ndiye unayetufundisha sisi tukudefine wewe kama mtu wa aina gani. So make sure umejibrandi vizuri. Unazungumza maneno gani unapokuwa na watu wazima? Watu wanaweza wakawa wanadiskasi masuala makubwa ya uchumi wa taifa. Je, una point ya kuchangia? Kama huwa ufuatilii masuala hayo, automatically utakuwa wewe ni mtu ambaye hauna cha kuchangia, na watu wakiona hauwezi kuchangia mambo ya msingi wanapoteza credibility na wewe, kuona kama wewe ni mtu ambaye hata hicho unachosemea kwamba unataka kukifanya zinaweza zikawa ni ndoto. Muonekano wako ukoje? Vijana wangu kule chuoni, angalia umenyoa vipi? Umevaa tisheti kubwa sana, alafu suruali ndogo. Yani ukimpresent idea kwa mtu anasema huyu kijana asije tu akaniibia. Yani mtu anaanza tu kujiweka sawa. Sio kwamba uvae kishamba au usiwe na muonekano mzuri, hapana. Ni muhimu sana ukawa very smart, lakini jaribu kuimagine mtu mwingine akikutazama anapata picha gani, anapata hisia gani. Anaanza kuimagine wewe ni mtu
wa namna gani. Kwa hivyo kuna baadhi ya muonekano ambao unaweza ukauvaa na ukakudefine kama mtu ambaye hayuko serious. Kwa hiyo hata lile wazo unalotaka kulitoa likashindwa kupokelewa. Nimeshazungumza kwamba unazungumza mambo gani? Umemfollow nani? Mentor wako ni nani? Unapokuwa ukizungumza, unazungumza habari zipi? Je, wewe ni mtu ambaye kila wakati unazungumza habari za wasanii mbalimbali na nyimbo hizi za mziki, au wewe ni mtu ambaye kila wakati unazungumza juu ya mpira, mchezaji fulani amehamia timu fulani na timu fulani imefunga timu hii, wana magoli mangapi, na huyu ana miaka mingapi, alinunuliwa shingapi, na mkataba wake unaisha lini? Taarifa ambazo huenda hata hujazifuatilia kwa upande wa wazazi wako. Sijasema kwamba kufuatilia mpira ni vibaya, lakini kufanya kupita kawaida, ikiwa wewe hauko kwenye fani hiyo, kwa kweli inakuwa ni upotevu wa muda. Wapo matajiri wakubwa wanafanya mpira, lakini they are so strategic, wanainvest kwenye mipira na wanatumia mpira kufanya matangazo ya biashara zao. Sasa wewe upo tu ukishangilia, na ndio kimechukua muda wako wote. Kwa hivyo angalia unazungumza nini ili iweze kukujenga. Fuatilia, lakini kwa kiasi. Jambo la muhimu ni pia unaposti nini na umemfollow nani. Ninafahamu kabisa vijana wote mko kwenye mitandao ya kijamii, kwa hivyo kwenye peji zako wewe huwa unaposti nini? Hayo ni mambo ambayo mtu atapenda kuyafahamu kabla hajachukua pesa yake na kukukabidhi, kwa sababu hayo ndiyo maisha yako. Ikiwa vitu unavyoposti havina unidhamu, ikiwa vitu unavyoposti havionyeshi havikuonyeshi vile unaongea unataka kwenda, kwa hivyo inapunguza credibility ya kwako na unashindwa kuaminika. Na hapo nakuletea pointi nyingine ambayo inasema hakikisha unajenga uaminifu kwa vitendo. Unawezaje sasa kujenga uaminifu kwa vitendo? Jambo la kwanza ni swala la integrity pamoja na kuwa honest. Vijana wengi you are not honest, na mmepoteza kabisa swala la uadilifu. Kwa hapa tunazungumzia uadilifu pamoja na uwazi. Wewe kama kijana unatumwa dukani, unabakisha change, haurudishi, hiyo inakuondolea credibility. Mtu yoyote atasema kama tukimwagiza mkate tu tumempatia shilingi 5,000 alete mkate wa 3,500 hajarudisha change, maana yake hata hii biashara ataiibia biashara yake mwenyewe na haitakuwa na nafasi ya kukua. Hakikisha wewe ni mchapakazi katika kila jambo unalolifanya. Hakikisha unapofanya jambo lolote unalifanya kwa ukamilifu na kwa weledi. Liwe ni jambo dogo au jambo kubwa, lolote lile, mradi umepewa jukumu la kufanya. Unapofanya jukumu likamilishe, usifanye vitu nusu. Usifagie uwanja ukasahau kuzoa zile taka. Na over the weekend hakikisha unazichoma. Usile ukasahau kutoa vyombo na kuviosha pia. Kuwa mtu ambaye ni mtu mwenye kujituma, mtu anayeadi thamani, mtu mwenye mchango. Pamoja na kwamba unasoma, pia haikuzuii kusaidia shughuli ndogo hapo nyumbani pamoja na hao ndugu unaoishi nao. Kumbuka hata wao wanaenda kazini na kwenye biashara, lakini pia wanashiriki shughuli za hapo nyumbani. Kwa hivyo wewe sio wa kwanza kusoma na hautakuwa wa mwisho kusoma. Kwa hiyo usishikilie bango tu kwamba mimi ni mwanafunzi, niko bize sana, kumbe ukifika chuoni unazunguka hapa na pale,
mara nimsindikize huyu, nilikuwa napita nimeshtukia tu nimekutana na wewe, unaelekea wapi? Naenda Manzese kwa mjomba, hebu twende tuongozane. Unapoteza sana muda alafu na nyumbani hakuna kitu ambacho una contribute. Kwa hiyo unaondoa credibility yako ya kuonekana kama mwanafunzi ambaye anaweza kuaminika na kuwa supported financially kwa ajili ya kufanya biashara. Jambo muhimu jingine ni kuhakikisha unajiunga na vikundi vya kijamii ambavyo vitakusaidia kupata maarifa, uzoefu na kuanza kujifunza kutengeneza kipato kwa njia ya saving. Hapa wengi wanapata shida kwamba naweza nikajiunga na watu lakini wakanitapeli. Angalia wale watu ambao umewafahamu kwa muda na huna mashaka nao. Kuna watu unakutana nao kwenye nyumba za ibada na umekuwa nao kwa kipindi kirefu, unawafahamu. Hebu watumie hao, kuwa nao kwenye kikundi na muanze kufanya saving. Tengeneza vikundi vya vijana mtaani hapo. Umekuwa nao, unawafahamu na leo wako vyuo tofauti. Mnatengeneza kikundi chenu na mnafahamiana na mnajua fulani huwa si mwaminifu, kwa hiyo yule mnamwacha, mnajiweka nyinyi ambao mko vizuri. Niliongea pia kipindi kilichopita kwamba vikundi vya vikoba kule vyuoni, anzisha kikundi na wanafunzi wenzako, lakini pia usisahau kujiunga na entrepreneurship clubs ambazo zipo mavyuoni. Kule utajifunza pia mambo mbalimbali ambayo yatakusaidia. Kwa unapokuwa umechukua hatua hizi, hata kama ukienda kumwomba mtu msaada kwa ajili ya kusapoti biashara, unaweza ukawa na ujasiri wa kumwambia tayari nina shilingi kadhaa ambazo nimezipata kutoka kwenye kikoba. Inamjengea yule mtu kuona kwamba mtu anayezungumza naye sio mtu ambaye yeye mwenyewe haifahamu fedha kama ni ngumu kuipata. Anajua kama aliweza kusevu kiasi kidogo hiki ambacho tumempatia sisi kama wazazi, ameweza kusevu, anaweza kukaa kwenye kikoba, anaweza kawa ni mwanafunzi au ni kijana ambaye anaweza akafanya biashara. Kwa hivyo jitengeneze, jiweke katika mazingira ambayo hata utakapokuja kupresent idea yako inakuwa sasa ni rahisi na unapokelewa na yanazungumzika niseme. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi jambo kuwekwa mezani. Wakija kwenye academics wanakuta unafanya vizuri, kitabia unafanya vizuri. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu mtu kusema kwamba hawezi kukusapoti. Kwa hivyo jiweke mkao ambao unapokelewa, mkao ambao unaweza kusaidika. Jitahidi sana kuyazingatia haya ili uweze kuanza biashara mapema, upate pesa mapema, uzifurahie pesa zako mapema ukiwa bado una nguvu. Mungu awabariki sana, na kipindi kijacho nitakuwa nikifundisha baada sasa wewe umejifunza haya na yamekuwa sehemu ya maisha yako. Ukijitazama unajiona una hadhi ya kwenda kuomba assistance, nitakuwa nikizungumza namna ya kwenda kuomba msaada wa biashara. Je, unaozungumza namna gani? Unaongea kitu gani? Unatakiwa kuwa na taarifa gani? Na Mungu wa mbinguni awabariki. Stay tuned, subscribe, bonyeza kitufe cha kengele kwa ajili ya kupokea notification. Bye.